mwanangu. Mungu akutangulie uendako. Saa 8 usiku. Giza tupu. Niko mpweke kwenye chumba changu cha kupanga, Dar es Salaam. Nje ya dirisha langu, mtu amepiga magoti kwenye mchanga. Mikono yake inafanya kazi. Anachota kitu. Anachota nyayo zangu. Na mtu huyo si mtu wa ajabu wala mgeni. Ni jirani yangu, mwanamke niliyemuita mama wa pili. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii ya kusisimua, na bonyeza subscribe button, kisha bonyeza likes. Mtunzi wako naitwa Mganga Roma. Kwa sasa nipo Japan. Wewe je, unaangalia kutokea wapi? Kama tayari umesha subscribe, asante sana. Na sasa tuendelee. Lukman ndio jina langu. Na hii ni simulizi ya jinsi wema wa mtu mmoja unavyoweza kukuua polepole polepole. Nilimaliza kidato cha 4 na kupata nafasi ya kusoma Dar es Salaam. Furaha yangu haikuwa na mipaka. Lakini Dar si kama kijijini. Hapa kila kitu ni pesa. Kodi, maji, umeme, chakula. Na mimi nilikuwa peke yangu. Baba alisema maneno matatu tu siku ya kuondoka. Lukmani, jihadhari na watu wanaokupa bila sababu. Duniani hakuna bure. Nilisikia, lakini sikuelewa. Bado. Nilipanga chumba eneo la Magomeni, kidogo chenye ukuta wa rangi iliyochakaa. Dirisha moja linalotazama uwanja wa mchanga. Kodi yake ni sawa na mfuko wangu. Siku ya kwanza, nilipopanga mizigo yangu michache, mlango ulibisha. Nikafungua. Mwanamke, umri wa mama yangu, uso wa huruma, tabasamu kubwa. Karibu mwanangu, mimi ni jirani yako wa chumba cha pili. Ukihitaji chochote, chumvi, mchele, hata maji ya moto, bisha tu. Hapa sisi ni familia. Familia. Neno hilo lilikuwa na maana nyingine kabisa, maana ambayo nimeigundua kwa njia ya kutisha. Wiki za kwanza zilikuwa nzuri. Jirani nikampa jina Mama Saida, si jina lake la kweli. Alikuwa mtu wa kusaidia kupita maelezo. Nikirudi shule nimechoka, chai ya tangawizi na ningojea mlangoni. Nikisahau chumvi, anabisha mlango na sahani nzima ya chakula. Nilipopata homa ndogo, alileta dawa na kunisimamia kama mtoto wake mwenyewe. Kula mwanangu, huwezi kusoma na tumbo tupu. Na mimi, kijana asiye na mama Dar es Salaam, nilimeza wema wake wote bila maswali. Kwa wiki 6, nilikuwa nimempa karibu kila kitu nilichokuwa nacho. Sufuria yangu nzuri, nguo za ziada, hata simu yangu ya zamani. Kila alipoomba kitu, alisema kwa upole, hii imenipendeza, itakuwa kumbukumbu yetu. Na mimi nikampa bila kinyongo, kwa sababu nilidhani ninajenga uhusiano wa familia. Kumbe nilikuwa naongezea mazingira ya kuanguka kwangu. Ni kwa sekunde moja tu. Hebu bonyeza subscribe button sasa hivi na upige likes, kwa sababu kilichotokea baada ya wiki 6 ndiyo sababu niko hapa leo kusimulia hadithi hii. Nilibadilika polepole, kama sumu inayoingia mwilini tone kwa tone. Ilianza na uchovu. Uchovu ambao haukuwa wa kawaida. Nikiamka asubuhi, mwili ulikuwa mzito kana kwamba nimelala na magunia ya saruti. Macho yangu yalikuwa mekundu, kichwa kinauma. Nilijisemea, ni masomo tu au stress. Ndoto zilianza. Ndoto ya kwanza, nilijiona nimelala ndani ya jeneza. Jeneza la mbao chafu zilizovunjika. Juu yangu kulikuwa na giza, na nje ya jeneza nilisikia sauti. Sauti ya mwanamke anaimba wimbo wa huzuni, wimbo wa mazishi. Niamka nikitetemeka, jasho, moyo unapiga kama ngoma. Siku ya pili, ndoto ile ile, jeneze, wimbo. Lakini safari hii niliweza kuona mikono ya mtu inafunga kifuniko cha jeneza. Mikono ya mwanamke. Siku ya tatu, niliota ninazikwa. Mchanga unaninyeshea, na watu wanaopiga kelele ni watu ninaowafahamu.
lakini uso wa mtu anayemimina mchanga sikuweza kuuona. Nilienda hospitali. Daktari alinichunguza. Vipimo vya damu, moyo na ECG, vipimo vya mkojo, kila kitu. Matokeo? Kijana, huna tatizo lolote. Mwili wako uko sawa kabisa. Mwili wangu uko sawa, lakini kila usiku ninajiona ninazikwa. Kila asubuhi ninaamka na maumivu ambayo daktari hawezi kuyaona. Na ndipo nikakumbuka maneno ya baba yangu, jihadhari na watu wanaokupa bila sababu. Lakini bado sikuwa tayari kuamini. Bado nilidhani ni mawazo yangu tu. Hadi usiku ule. Saa 8:30 usiku, sikuweza kulala. Ndoto za jeneza zilinifanya niogope hata kufunga macho. Nilikuwa nimelala kitandani, macho wazi, nikitazama dari. Na ndipo nikaisikia sauti ya kuchimba nje ya dirisha langu. Krr, krr, krr. Pole pole, kwa makini, kama mtu anayefanya kazi asiyotaka kusikiwa. Moyo wangu ulisimama, koo langu lilikauka, mwili wangu ukawa baridi kama barafu. Nilisogea polepole, hatua kwa hatua, kama mtu anayetembea kwenye nyumba ya mapepo. Nilifika dirishani na kutazama nje kwa pembe ya pazia. Mama Saida amepiga magoti kwenye mchanga chini ya dirisha langu. Mikono yake inachimba, anachota mchanga mahali ambapo nyayo zangu zilikuwa. Alikuwa na chombo kidogo kama bakuli la udongo. Alichukua mchanga wa nyayo zangu na kuuweka ndani kwa uangalifu kama dhahabu. Kisha akainuka polepole, akatazama dirisha langu. Mimi nilijificha, sikuhema. Nilihisi kama macho yake yanapenya kupitia pazia na kuniona. Alikaa kimya, kisha akageuka na kutembea polepole kurudi chumbani kwake. Usiku huo sikuja kulala, jicho moja hadi alfajiri. Na asubuhi yake Mama Saida alibisha mlango wangu na tabasamu lake kubwa la kawaida. Habari ya asubuhi mwanangu, nimeleta chapati. Nilimtazama. Mikono ile ile iliyokuwa ikichimba nyayo zangu saa chache zilizopita, sasa ikinipa chapati kwa upendo. Nilihisi koo linakauka, mwili ukatetemeka, lakini nikatabasamu na kusema, asante mama, kwa sababu sikujua la kufanya, na zaidi ya yote niliogopa sana. Baada ya usiku ule, nilianza kuangalia kwa makini zaidi, na nilichokiona kilinifanya nilaani siku niliyohamia Magomeni. Usiku wa pili, saa 3, Mama Saida tena, lakini safari hii hakuchota mchanga tu. Alikuwa na kitu mkononi, kitambaa chekundu. Alichimba shimo dogo karibu na mlango wangu na kukizika. Asubuhi yake nilitoka nje na kuchunguza mahali alipochimba. Mchanga ulikuwa umelainishwa tena, kama hakuna kilichotokea. Lakini nilipochimba kwa kidole, nilikipata. Kitambaa chekundu, kimefungwa kwa fundo, na ndani yake vitu ambavyo siwezi kuvielezea hapa. Vitu ambavyo vilihusiana na uchawi wa aina mbaya na hali ya juu zaidi. Nilikitupa mbali, mikono yangu ikitetemeka. Siku zilizofuata, mwili wangu ulizidi kuwa baya. Uchovu haukuisha, uzito uliendelea, na kitu kipya kilianza. Nywele zangu zilianza kuanguka, kidogo kidogo, kisha zaidi. Na ndoto hazikuwa tena za jeneza tu. Sasa niliota ninazama kwenye bwawa la giza, na chini ya maji, mikono mingi, mikono ya wanawake, inanivuta chini, chini, chini. Kila nilivyoamka, nilikuwa dhaifu zaidi, kama mtu anayemaliza beteli yake, nguvu zangu zikitoka 1%. Na wakati huo wote, Mama Saida aliendelea kuwa mwema. Chai, chakula, tabasamu. Mwanangu, unaumwa? Uso wako hauonekani vizuri. Ninakuambia, hakuna kitu kinachotisha zaidi kuliko mtu anayekumaliza huku akikuuliza kwa huruma kama uko sawa. Wiki ya 8, siku ya Jumanne, nilikuwa nimeketi kitandani nikitazama mikono yangu.
mikono iliyokuwa na nguvu miezi miwili iliyopita. Sasa ni miembamba, mifupa inaonekana. Nilipiga simu rafiki yangu wa Kipemba, Juma, nikamwambia kila kitu: jirani, mchanga, ndoto, kitambaa chekundu. Juma hakusema neno kwa sekunde 30. Kisha akasema, Lukman, ondoka leo, usiku huu, usisubiri kesho, na usimuage ule mwanamke. Kama usiku huo nililala kwa Juma. Kwa mara ya kwanza kwa wiki 8, sikuota jeneza, sikuota mikono ikinivuta. Nililala kama mtoto na nikafikiri nimeokoka. Wiki 2 baadaye, nilikuwa nimepata chumba kipya eneo la Sinza, mbali na Magomeni, mbali na Mama Saida. Maisha yalianza kuwa mazuri tena. Mwili wangu ulianza kupona. Nywele zangu zilisimama kuanguka. Nilijisemea, imeisha. Siku moja, Jumamosi, saa 10 jioni, simu yangu ililia. Namba isiyojulikana. Niliangalia screen. Namba ya Dar es Salaam, lakini si namba niliyoijua. Nilijibu. Kwanza, upepo tu, kama mtu anavuta pumzi. Kisha, sauti. Sauti ya upole, ya mama mwenye huruma. Sauti ninayoijua vizuri. Mwanangu, ulidhani unaweza kuondoka? Asante sana kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Wewe ni wa thamani sana kwangu. Na hadithi hii haijaishia hapa, bali kilichotokea baada ya simu hile ndiyo sehemu ya kutisha zaidi. Usisahau kubonyeza subscribe button ili uwe wa kwanza kupata simulizi hii sehemu ya pili.